Tanzania kabla ya kupata uhuru, Waislamu wa Tanzania walikuwepo, mitazamo ilikuwepo. Watu walikuwa na mtazamo yake, lakini waliungana kama Waislamu. Katika kuungana kwao kama Waislamu, kipindi kile kulikuwa na jumuiya ilikuwa imeunganisha Afrika Mashariki, Kenya, Uganda na Tanzania, East African Muslim Welfare. Na hii jumuiya ilikuwa na viongozi wake, na katika jumuiya ile wao waliweka kwanza Uislamu. Wakiwa na jumuiya changa kama ile, walifanikiwa Dar es Salaam kujenga shule, na takriban kila mkoa kulikuwa na shule ya Waislamu. Na ile jumuiya ilikuwa na nguvu sana. Moja kazi yake ilikuwa ni kuunganisha Uislamu wa Afrika Mashariki, na walifanikiwa sana. Leo kienda University of Dar es Salaam, ule msikiti unaona pale ni matunda ya jumuiya, kipindi hicho ndio ulijengwa. Leo kienda mathalan, mimi nilikuwa naangalia kule kwetu Kondoa, shule Iboni, paka leo jiwe la msingi linaonyesha pale shule ilikuwa ni Waislamu, na zipo nyingi. Walisonga mbele sana. Katika jamii yetu ya leo, alhamdulillah, tuna wasomi wengi sana. Leo paka tuna madokta wenye degree za masuala ya dini. Zamani hazikuwepo hizo. Nadhani Profesa Mkidede almarhum, Allah amrehemu, kwenda akawa ndio profesa wa kwanza katika masuala ya dini. Lakini sasa hivi katika jamii zetu kinachotukumba zaidi misimamo, mitazamo. Sometimes mtu anafikiria anapigania Uislamu, kumbe anapigania msimamo wake. Uislamu kaacha pembeni. Mtazamo wako huu ni wa kwako. Hebu tupiganie Uislamu, tusimamie Uislamu. Mwenzako ambaye hamwafikiani katika mitazamo sio adui yako, ni Muislamu mwenzako. Na ndio maana hata kuzika tunazikana katika makaburi yale yale tu. Yapo makaburi ya Waislamu na sio Waislamu. Mtazamo wako sio final kwamba ndio mazi kila kitu, huo ni wako. Mitazamo yetu isitugawe, mitazamo yetu isitufanye tuchukiane, mitazamo yetu isifike tutadharauliane. Usimkejeli mwenzako kwa msimamo aliokuwa nao. Kikubwa tuombeane dua na tuusimamie Uislamu.